Changamoto zinapokusonga kwenye maisha, ila wewe ujiite wewe ndo steering ya movie yako, ufahamu kabisa kwenye mwisho utamaliza kwa ushindi. Siku moja nikasema hapa, kuna wakati mwingine unaangalia movie inatisha, ni katoto kadogo kametelekezwa porini, kinachosikika tu maji yanamwagika, unasikia ndege tu ndo analia, unasikia wanyama wakali, halafu wewe mwenyewe tu unajiweka kwenye mazingira, unasema jamani, mtoto huyu itakuwaje? Nikakwambia kama kwenye akili yako ukumbuke kitu kimoja, kwamba huyu mtu kuna mtu anamrekodi. Mpaka wewe umeweza kukaona kale katoto kametelekezwa porini, kuna cameraman ambaye anahakikisha ile clip unaipata, lakini hapo kuna anaye kaongoza katoto kwamba pita hivi, haonekani. Kwenye movie ile ile kuna director wa movie, kwenye pori lile kuna watu zaidi ya 40 ili kusudi wewe uweze kukaona katoto kalikotelekezwa. Je, wamefikaje hapo porini? Wana madereva waliowaendesha mpaka hapo, wana wapishi kama watachelewa kurudi. Na ndio maana nakwambia hivi, utakapojikuta uko porini, wewe mwenyewe usiseme niko peke yangu. Hapana, malaika wa Bwana yuko hapo, Mungu yuko hapo, kwa sababu kama Mungu yuko na sisi kanisani, yuko na sisi nyumbani, atatuacha tukiwa porini? Nauliza, je, nani anaipa ile mimea uhai? Si Mungu yule ile? Ina maana utapojikuta niko sehemu, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana yu pamoja nani. Na maana Mungu yuko pamoja nasi kwenye bonde la uvuli wa mauti. Pigie Yesu makofi.